Neno khairi limetumika katika hadithi nyingi katika kufahamisha kwamba tuyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu inayosema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho aseme khairi, kalimatu khair, aseme khairi ili ipatikane faida, au wanyamaze watu wasalimike. Mawili, mazungumzo yako yatakuwa ya khairi au nje ya khairi. Sasa maneno, muongozo wa dini yetu kimaneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia falyakul khairan. Kumbe neno khairi linamfanya mtu aelekee peponi au ni njia ya kwenda peponi. Jaa sahabi aljalil, alikuja sahaba mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nifahamishe jambo nilifanya litanipeleka peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambia, kuffa lisanak illa an khairin, uzuie huu isipokuwa kwa khairi tupu, isipokuwa kwa khairi tupu ndio uzungumze kalimatu khair, kalimatu khair. Lakini katika Qur'an al-Karim, katika surati Maryam, katika surati al-Kahf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema al-malu wal-banuna zinatul hayatud dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Katika surati Maryam asema wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda walbaqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Haya yote maneno kwamba mali na watoto ni mapambo ya kidunia. Naam, na kwa nini sio hivyo? Nani aliyokwenda na watoto kaburini? Nani aliyokwenda na mali yake kaburini kama hakujitambua na kuyafanyia kazi na kuwafanya watoto wamfae kaburini? Na kama hakuifanya mali yake imfae kaburini, itamwangamiza. Lakini walbaqiyatu salihatu, na yaliyobakia katika salihat, khairun, ni khairi, ni bora. Ukija katika wafasir mbalimbali, al-Qutb wa Ibn Kathir na wafasir wengine mbalimbali wamekuja kutafsiri walbaqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, ni yaliyobakia katika mambo ya khairi ni bora na yenye kutegemewa. Ni maneno dhikri ilosema katika dhikri cha Mungu, dhikri na dhikri wenyewe ni zile tano, walbaqiyatu salihat. Rudi katika wafasiri wameeleza subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Adhkari hizi ndio maulama wengi wamekuja kutafsiri kwamba walbaqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, na kule vile walbaqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda, ni katika hiyo khairat ambao ni ya maneno, mazungumzo, dhikrullah. Imefika wakati mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awafananisha waliomtaja sana Mwenyezi Mungu na wasiomtaja Mwenyezi Mungu kalhayy walmayit. Wewe unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala uko hai, na wewe wenye kujizuia kutokumtaja Allah kama maiti vile. Siku moja Abdullah bin Mas'ud alipanda katika Jabal Safa, akiwa katika Jabal Safa akawa anasema maneno, anauambia ulimi, wewe ulimi wangu sema alkhairi na nyamaza katika shari, kwa sababu nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema aktharu akhtaul ibn adam min lisani, makosa mengi anayopata binadamu ni kutokana na nini? Ulimi wake, ulimi. Kwa ukija katika nukta hiyo tu ya aqwali ya maneno, kalimatu khair, hadithi hatuwezi kusimaliza na khutba inaweza kuisha. Lakini ukija katika masuala ya fi'l, vitendo, zimekuja aya nyingi
muda huturuhusu. Aya nyingi ambazo zimeeleza kalimatu khair kwamba sisi tutatakiwa tukimbilie huko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Enyi mlaamini, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muabuduni Mwenyezi Mungu, rukuuni yani salini, manake ruk'u wasjudu musali, manake waf'alu wa'budu rabbakum, na muabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, nafanyeni khair, khairi mufanye khairi.